Huenda wewe unayenisikia, wewe unaitazama video hii, umetoka kupitia changamoto au upo katika changamoto fulani ambayo inasumbua maisha yako, inayumbisha uchumi wako, inayumbisha kazi yako, inayumbisha ndoa yako. Huenda pia unaelekea kwenye changamoto. Sasa ni mambo gani ufanye unapokutana na changamoto? Kwanza kabisa nataka utambue changamoto ni za kawaida katika maisha ya mwanadamu. Changamoto ni za kawaida. Katika video hii utaenda kuyaona mambo ya kufanya unapokutana na changamoto. Kumbuka, kuna watu kwa sababu ya changamoto ambazo zilikuja kwenye maisha yao walipoteza kazi. Kuna watu kwa sababu ya changamoto walizozipitia walipoteza furaha kabisa. Kuna watu kwa sababu ya changamoto walikimbia familia zao. Lakini leo utaenda kuangalia mambo ya kufanya unapokutana na changamoto. Na kumbuka, nimekwambia changamoto ni za kawaida kwenye maisha ya mwanadamu, na nikaongea kwamba pengine unapitia changamoto kwa sasa hivi au upo katika changamoto na pengine unaelekea kwenye changamoto. Lakini kwa kuangalia video hii utaenda kuona mambo unayotakiwa kuyafanya unapokutana na changamoto. Jambo la kwanza la kufanya unapokutana na changamoto kwenye maisha yako, cha kwanza kabisa, kaa chini, fanya tafakari. Tafuta sehemu yenye utulivu, yaweza kuwa chumbani kwako au bichi au sehemu yoyote yenye utulivu. Unaweza ukachukua peni na daftari na ukaanza kujiuliza, umeingiaje kwenye hiyo changamoto? Umeingiaje kwenye hilo tatizo? Kwa sababu kwa kila kitu kilichotokea kwenye maisha yako lazima kina sababu. Kila kitu ambacho kimetokea kwenye maisha yako lazima kina sababu. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa mkweli wa moyo wako mwenyewe. Unaweza kunidanganya mimi, lakini huwezi kudanganya moyo wako mwenyewe. Kwa hiyo jitahidi, tafuta sababu ambayo imepelekea hali ya changamoto unayoipitia. Moyo wako unatambua ni mahali gani, ni sehemu hipi ambayo uliteleza au ulikosea na ukaruhusu changamoto itokee kwenye maisha yako. Kupata changamoto sio kufeli katika maisha. Nimesema mwanzo kwamba changamoto ni za kawaida kwenye maisha ya mwanadamu. Changamoto zinatukuza, changamoto zinatuinua, changamoto zinatupa ukomavu wa akili. Kwa hiyo changamoto ni za kawaida, lakini wengine kwa sababu ya changamoto wamepotea kabisa kwenye field zao. Wengine kwa sababu ya changamoto wamepotea kabisa kwenye huduma zao. Kwa hiyo haya ni mambo ya kufanya unapokutana na changamoto. Jambo la kwanza nimesema, kaa chini, fanya tafakari. Tafuta ni nini ambacho kimesababisha wewe kuingia kwenye changamoto ambayo unaipitia. Jambo la pili, jaribu kujiuliza kuwa ni kweli umekutana na hilo tatizo, lakini suluhisho lake ni nini? Kama changamoto zako zimetokana na mambo haya nitakayoelezea, mfano mikopo, madeni, tamaa ya pesa, ndoa au mahusiano yako, uchumba umeharibika au umekataliwa na wazazi au ndugu zako na kadhalika, maana yake jaribu kujiuliza kuwa ni kweli umekutana na changamoto, lakini suluhisho lake ni nini? Kwa hiyo ikiwa kama changamoto yako imesababishwa na mikopo, maana yake kaa chini, anza kutafuta namna ya kudhibiti huo mkopo ambao umeuchukua. Anza kutafuta namna ya kulipa deni ambalo limesababishwa na mkopo uliochukua. Kama changamoto yako imesababishwa na tamaa ya pesa, maana yake anza kupunguza tamaa ya pesa. Sababu ni kweli kila mmoja anatafuta pesa, lakini unapokuwa na tamaa ya pesa, maana yake tunamuongelea Yuda ambaye alimuuza Yesu kwa sababu ya tamaa ya nini? Ya pesa. Lakini kila mmoja anatafuta pesa. Kwa hiyo usiruhusu tamaa ya pesa iendeshe maisha yako. Ukiruhusu tamaa ya pesa iendeshe maisha yako, maana yake utakuwa tayari hata kuua kwa sababu ya pesa, utakuwa tayari kwa ajili ya kuiba kwa sababu ya pesa. Lakini kama changamoto yako imesababishwa na ndoa, kuingia katika msukosuko mkubwa, jaribu kukaa chini na utafute suluhisho, kwa sababu kila jambo ambalo linaanzishwa kwenye maisha linaweza pia kutatulika. Kila jambo lolote ambalo linaingia kwenye maisha yetu, kila changamoto inaingia kwenye maisha yako inaweza kutatulika.
Jambo la pili ambalo litakusaidia pale unapokutana na changamoto ni kujaribu kujiuliza kwa nini umekutana na changamoto, na ni kweli kabisa umekutana na changamoto, lakini tafuta suluhisho la hiyo changamoto ambayo umekutana nayo. Usikimbie changamoto. Wapo ambao wamekimbia changamoto. Ukikimbia changamoto, maana yake unafanya changamoto yako hiyo kubwa. Badala ya kukimbia changamoto, maana yake jitahidi sana kuweza kutafuta suluhisho au jibu la changamoto yako. Jambo la tatu la kufanya unapokutana na changamoto, epuka sana kuishi maisha ya maigizo. Hapa ndipo watu wengi sana wameendelea kuzama ndani ya changamoto. Watu wengi sana wameingia kwenye changamoto zaidi kwa sababu wanataka kuigiza kwamba hawapo kwenye changamoto. Yaani kama mtu unapitia changamoto, unapitia maumivu, upo kwenye crisis moja hatari sana, lakini unatuigizia kama haupo kwenye changamoto. Kama unataka kutoka kwenye changamoto ambayo uko nayo, kama unataka kuishinda changamoto uko nayo, manake acha maisha ya maigizo. Maana kuigiza maumivu kuwa furaha, unakuwa haujaikubali changamoto. Na njia nzuri ya kumaliza tatizo ni lazima kwanza uweze kulikubali tatizo lenyewe. Sasa kama utaendelea kuishi maisha ya maigizo, maana yake bado hujakubali changamoto. Eti kwa sababu upo kwenye changamoto ya deni, umekopa mkopo hasa, pengine umekopa kwenye mkopo wa kausha damu na vitu vingine, au mkopo wa benki. Sasa ili usiendelee kuonekana kama unadaiwa, unaenda hata kuongeza mkopo mwingine ili maisha yako yaendelee kuwa mazuri, kuwazuga watu wasijue kama upo kwenye wakati mgumu, manake unaongeza tatizo. Eti kwa sababu ndoa yako imeharibika, haupo na mahusiano mazuri na mwenza wako, unaenda nje kutafuta mahusiano au unaenda kutafuta furaha kama vile ambavyo imezoeleka. Maana yake badala ya kutatua changamoto unaongeza changamoto nyingine. Maana kama changamoto imetokea, unatakiwa kukubali na sio kuanza kuishi maisha ya kuigiza furaha wakati ndani una maumivu. Kwanza tatua maumivu ulionayo. Baada ya kutatua maumivu ambayo unayapitia, maana yake furaha itakuja automatic kwenye moyo na maisha yako. Acha kuishi maisha ya maigizo. Haya ndiyo mambo ambayo ukikutana na changamoto unaweza kuyafanya na yakakusaidia. Nimesema jambo la kwanza ni kukaa chini na kufanya tafakari ili kuweza kubaini changamoto yako imetokana au kusababishwa na nini. Jambo la pili nikasema unatakiwa kujaribu kujiuliza kuwa ni kweli umekutana na changamoto, lakini suluhisho lake ni nini. Jambo la tatu na mwisho nikasema unatakiwa kuepuka kuishi maisha ya maigizo. Je, wewe ambaye unanisikiliza na unatazama video hii, ni jambo gani ambalo huwa unafanya na linakusaidia pale unapokutana na changamoto? Unaweza kushare nasi kwenye comment hapa chini ya hii video, na wengine pia wakapata experience ya kujifunza kitu kutoka kwako. Vile vile unaweza kushare video hii kwa watu wengine pia, marafiki, wakaendelea kujifunza. Changamoto zinamkuta kila mtu na changamoto ni za kawaida kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo unapokutana na changamoto, haya ndio mambo ya kufanya, lakini pia kwa experience ya maisha unaweza kushare ni mambo gani ambayo na wewe unayafanya unapokutana na changamoto.